Vitu ambavyo nimejifunza kwenye maisha yangu kuhusiana na afya, na ni vitu ambavyo najua kila mtu anaweza kujifunza. Ni swala tu la wewe kuwa aware au kuwa makini. Mwili unaongea, mwili una tabia ya kuzungumza, mwili unakupa taarifa. Taarifa ndio hizo tunaziita symptoms, dalili. Lakini hizi dalili tunapozisikia zinakuwa na maana tofauti tofauti. Kuna dalili zinazosababishwa na emotional au hali ya kwako ya afya ya akili, hali yako ya ndani. Kuna dalili zinazosababishwa na mwili wako au mapungufu mbalimbali kwenye mwili wako. Kuna dalili zinazosababishwa na mazingira na vitu ambavyo viko vilivyokuzunguka. Mfano, mazingira yako yakiwa yana dalili za mvua, mwili wako huwa unakwambia hali ya hewa inabadilika, mvua itanyesha. Wewe mwenyewe unajisikia kabisa, mbona hali ya hewa imekuwa tofauti? Na ikiwa joto ni vivyo hivyo. Sasa hizi dalili, kila binadamu anaweza kutambua dalili ambazo zinaashiria magonjwa, dalili ambazo zinaashiria mapungufu. Na kwa vile mwili wa binadamu una step au una hatua mbalimbali, tunajua mwili wa binadamu unabadilika kila baada ya miaka 7. Hiyo scientifically proved kabisa. Mwili wa binadamu unabadilika kila baada ya miaka 7. Na haya mabadiliko ya kila miaka 7 yanakuja na dalili fulani fulani, yani symptoms. Wengine wanapita tu katika hali ya kawaida, wengine wanapita zikiambatana na magonjwa. Sasa ni muhimu sana kujua haya mabadiliko yanataka nini au yanazingatia nini. Unapokuwa kwenye mabadiliko ambayo yanataka uwepo na virutubisho vya kutosha vya aina fulani, mfano mabadiliko ya kutoka utoto kwenda ujana. Kipindi hiki unatoka kipindi cha, ndio maana nasikia mtoto chini ya miaka 5, mtoto juu ya miaka 5. Maana yake miili na tofauti. Kuna tofauti ya mtoto chini ya miaka 5 na mtoto juu ya miaka 5. Sasa unapokuwa kwenye huu ukuaji, mfano mtoto ambaye yuko juu ya miaka 5 ni mtoto ambaye anataka kujua mambo, ni mtoto ambaye anataka kujifunza vitu mbalimbali. Kwa hiyo kipindi hiki ni rahisi kuumia, ni rahisi kuanguka, ni rahisi kufanya vitu ambavyo vitamletea madhara. Sasa mzazi, mara nyingi tunajua mtoto kipindi hiki huwa ni wasumbufu sana, wana maswali mengi, ni wachunguzi. Kwa hiyo hichi kipindi kinaenda mpaka anapofika umri balee au ile miaka ya kuwa mtu mzima, kuvunja ungo, kipindi cha uzao au productive. Sasa kipindi cha productive ni kipindi ambacho kina mifumo yake na jinsi yake ya mwili kuact. Kipindi hiki homoni ziko juu, ziko very active. Kipindi hiki huyu mtu anaona anaweza kila kitu. Hichi kipindi kila jambo analofanya anahisi yeye anaweza. Na hichi ni kipindi ambacho ni rahisi kufanya maamuzi mabaya, ni rahisi kuugua magonjwa yanayoambatana na masuala ya mahusiano, tukisema magonjwa ya zinaa, kwa sababu hichi ni kipindi ambacho vijana pia wanajaribu kila kitu. Lakini hichi ni kipindi ambacho mabinti wengi wanashawishiwa kutoa ujauzito. Kwa hichi kipindi cha miaka 7 kutoka kuvunja ungo mpaka anafika hapo, kila mambo yake na magonjwa yake na symptoms zake za kisaikolojia na za kimwili. Kwa hiyo ukiwa unaelewa hivi vitu, utaelewa tunapozungumzia menopause na andropause. Pia ni stage ambayo ina dalili zake kibiolojia na kisaikolojia. Na hichi ni kipindi ambacho unatakiwa ujielewe. Ukijielewa itakupunguzia shida. So naturopathic medicine, one of the things tunajifunza, kitu ambacho tunajifunza ni mwanadamu, nafsi, roho, nafsi na mwili. Hatushughuliki tu na mwili peke yake. Ukiwa na symptoms yoyote, lazima tuangalie pati ya roho, emotional, pati ya ndani yako ni nini? Yani wewe kama wewe, emotional pati yako inasemaje? Hiyo inatusaidia sana kujua kwa nini ina manifesti kwenye physical, kwa nini inaonekana kwenye mwili wako nje. Na hii inatufanya maamuzi ya tiba tunayofanya yanakusaidia kuwa na consistency, aidha mabadiliko ya maisha, virutubisho na vitu vya kula, mfumo wako wote unatakiwa kubadilika, kwa sababu sio swala la mwili peke yake, ni swala la mwili na roho yako, na emotional part yako inakuwa ni sehemu kubwa. Unajua magonjwa yanayoambatana na mfumo wa maisha ni magonjwa ya kuattach na ulimwengu wako wa roho, yani na roho yako.
tunasema emotional part. So kwa hiyo kama magonjwa yanaweza kutokana na ulimwengu wako wa roho, ina maana kinachoonekana nje kama dalili au tunaziita manifestation, kwa sababu imetoka ndani. Tuchukue mfano rahisi ambao kila mtu anaweza kukuelewa. Wewe una mahusiano, una mpenzi wako, alafu mmegombana au mmeachana. Nini kinaufanya mwili wako unakosa nguvu? Kwa sababu ni kitu ambacho kinakugusa internal, ndani sana, kinagusa roho yako na moyo na mifupa na misuli na kila kitu, kwa sababu chochote kinachogusa roho yako kinagusa mifumo yako yote ya mwili. Na tumeona siku hizi changamoto ya afya ya akili imekuwa tatizo kubwa sana. Tukishughulika tu na kichwa, kwamba changamoto ya afya ya akili ni kichwa kimevurugika, tutakuwa tunachukua muda mwingi sana. Changamoto ya afya ya akili inakuhusisha wewe. Tukubaliane kwamba mwili na roho hivi ni vitu viwili. So roho iko ndani ya mwili. Kwa roho yako ikiwa haiko sawa, automatic mwili wako hautakuwa sawa. Sasa unaposhughulika na swala lolote la afya ya akili, nerve system, mishipa ya fahamu, unaposhughulika na changamoto yoyote inayohusisha mishipa na misuli, kumbuka energy ya huo mwili ndiyo inatakiwa kushughulikiwa. Ukiangalia Chinese medicine, kuna kitu kinaitwa energy flow. Energy flow ndio kitu tunakitumia kwenye kufanya body analysis. Energy flow ndio hiyo energy ya uhai, au wanaita essence of life. Hii energy flow ndio inaamua well-being yako, ndio inaamua ubora wa afya yako, ndio inaamua uonekane kama unavyoonekana. Ukiwa kila siku una huzuni na uchungu, magonjwa hayatakuacha. Ukiwa kila siku ni mtu wa hasira na ugomvi, utakuwa na symptoms nyingi na dalili nyingi. Kwanza haulali vizuri. Ukiwa na huzuni, hasira, uchungu, haupati usingizi mzuri, na usingizi ni moja ya kitu muhimu kurepea miili yetu. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja, jinsi ya mwili unaweza kujitibu. Na hichi kitabu kikasema unaweza kuriwaya mawazo yako. Unaweza kuriwaya vile unavyofikiria. Kwa sababu matokeo ya mwili wako na afya yako ni kutokana na vile unavyofikiria ndani yako. Unafikiriaje? Kila saa unafikiria kwamba unaumwa. Kila saa unafikiria kwamba umechoka. Nimechoka sana. Kila siku ukiamka asubuhi, nimechoka sana. So seli zako, brain yako, kila kitu kina rekodi umechoka sana. So inakuwa ni kama echo, inajirudia, nimechoka sana. So inajirudia kila siku. Kwa hiyo kuna watu ambao wana maneno yao fulani yanakuwa kama ni ya utani, lakini in the future unajua kuona yanakuwa reality. Nimeona hii hata wale ambao wanafanya maigizo au movie, wale wanaoact sehemu ambazo ni za hatari, wengi wao wanaoact wasipokuwa makini, zile situation zinakuja kuwa reality. Lazima ujue kwamba unapoact unaact, lakini ukiifanya kama ndio sehemu, ukiwa na ule uhalisia ikawa sehemu ya maisha yako, most likely inakuwa sehemu ya maisha yako. Kiogopacho mjinga ndicho kinamtokea, kwa sababu most of the time tunakuwa na ile mfumo wetu wa fahamu una rekodi information. Na ndio maana mara nyingi sana wanasema magonjwa ya kurithi, tabia za kurithi, sijui nini, unaweza kureverse, kwa sababu ni swala la kuriwaya vile brain yako ina focus na kufanya mambo. Amsha uwezo wa mwili kujitibu. Mwili unaweza kujitibu, ni swala la uelewa tu. Cornwell Tanzania Naturopathic Clinic tuko kwa ajili yako, na hii ni mambo ambayo tunajifunza na kuhakikisha kwamba tunakusaidia. Katika matumizi ya natural medicine ziko product nyingi sana za kukusaidia masuala ya mifumo ya fahamu, masuala ya hormone. Hiyo hormone pia zina affect mfumo wako wa fahamu, psychology yako, mfumo wako wa mawasiliano. Ni muhimu sana kujua jinsi ya kudili nao. Mabadiliko ya mwili, step na stage za maisha zina kila jambo, katika kila step kuna jambo lake, jua jinsi ya kufanya. Mungu akubariki, uwe na afya njema. Subscribe, share na marafiki zako. Kama unatufuata kwenye Instagram, TikTok, tafadhali hakikisha una share watu wajifunze zaidi tuweze kufahamiana. Ni Dr. wako Elizabeth Lema. Nawapenda. Asante sana.